Watumishi wa Mungu, kwa jina anaitwa Anselm William. Naomba tushare neno kwa ufupi kutoka kitabu kile cha Luka mtakatifu sura ile ya 9 mstari wa 12 hadi mstari wa 13. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale thenashara, wakamwambia wage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2, tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tushirikishane neno lenye kichwa cha somo chakula kitokacho juu, au chakula kilichoshuka kutoka juu. Katika sura hii ya kitabu cha Luka tunaona Bwana Yesu alikuwa jangwani, alikuwa na watu anawahubiria vya rohoni, alikuwa na watu anawalisha vya rohoni. Lakini katika hali ya wale watu kula vitu vya rohoni, walikaa muda mrefu, miili ikadhoofika, miili ikawa na kiu, miili ikawa na njaa, wakawa wanahitaji vya mwilini. Maana siku 3 zimepita wako nyikani, siku 3 zimepita wako jangwani, siku 3 zimepita hawajala chochote. Kumbe roho inapokula inafika muda pia mwili nao unahitaji upate chakula. Lakini wakati mwili unahitaji chakula, pale jangwani hakukuwa na kitu zaidi ya samaki 2 na mikate 5 ambayo kijana mmoja alikuwa amebeba. Tunaona Yesu anawauliza, baada ya wale kutaka waruhusu watu waende vijiji vya jirani wakapate chakula. Labda kulikuwa na migahawa vijiji vya jirani, labda kulikuwa na mashamba ambayo wangeweza kupata chochote, labda vijiji vya jirani kulikuwa na mahali pa kulala. Lakini hapa Yesu anawaambia, wapeni ninyi chakula. Baada ya wao kutaka kuhoji kwamba tutafanya nini, maana watu hawa ni wengi, tutapata wapi chakula cha kuwatosha watu hawa? Akasema, kwani nyinyi mna nini? Hapo mlipo ninyi mna nini? Kitu cha kunoti, unachokihitaji wewe unacho hapo hapo. Lakini kwa kuwa Yesu alikuwa anafanya huduma hii, yeye akiwa kama mwanadamu, yote ambayo mwanadamu alikuwa na experience au anayapitia, naye alikuwa anayapitia vile vile, na yeye pia alikuwa hafanyi neno isipokuwa Mungu amesema. Katika huduma yake yote hakufanya neno kwa matakwa yake mwenyewe au kwa kutaka yeye mwenyewe, japokuwa yeye alikuwa ni Mungu. Lakini hakuna neno ambalo Yesu alilifanya yeye mwenyewe, ila lile ambalo Mungu amesema, ila lile ambalo amelisikia kutoka kwa Baba. Kwa hiyo wanafunzi wanamwendea Yesu wa kutaka watu wapate chakula, na Yesu mwenyewe anamwendea Mungu kutaka watu hawa, tufanyaje Mungu sasa? Tunafanyaje sasa? Kama ambavyo kina Petro na wale mitume walimwendea Yesu wakamuuliza, tufanyaje kuwalisha watu hawa, maana hapa bora kuwaruhusu waende. Na Yesu akakaa kimya, naye akamuuliza Mungu wakati ule. Sauti ikatoka kutoka ndani, kutoka kwa Mungu, wapeni ninyi chakula. Ndilo neno lililokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapeni ninyi chakula. Kumbe kupata kwetu kunategemea na Mungu amesema nini. Kupata hitaji lako, kupata kile ambacho wewe unakihitaji katika yale unayomwomba, ni kusikiliza lile neno lililotamkwa linasema nini, Mungu anasema nini. Ikatoka sauti kutoka ndani ya Yesu, wapeni ninyi chakula. Kwa baada ya Yesu kupata ruhusa ile, akajua hapa natakiwa kufanyaje. Ni kumshukuru tu Mungu kwa sababu ametupa chakula. Na Yesu hakuomba maombi mengi wala hakufanya vitu vya ziada. Alimshukuru tu Mungu, akasema leteni hivyo vilivyo navyo. Maana Yesu alijua kabisa muujiza au wale watu kula, muujiza wake uko pale pale tulipo, kupitia vile ambavyo tuko navyo, kwa sababu walijifunza kupitia kwa Musa, alielewa kupitia kwa Musa na watu wengine ya kwamba Mungu anawapa watu mahitaji wanayohitaji yako pale pale jirani walipo. Akaibariki ile mikate, basi chakula kikawa kingi cha kuwatosha wale watu. Kitu gani tunajifunza kwenye maisha ya kila siku? Katika kumwomba Mungu kwetu, wewe kupata unategemea sauti ya ndani, Mungu anasema nini. Kinategemea majibu ya Mungu, amekujibu vipi. Anaweza akakujibu kwa njia yoyote, lakini kikubwa wewe kupata kwako kile unachohitaji kinatarajia Mungu amezungumza nini. Kusikiliza, uwe na masikio na kuelewa, sikio la ndani na kumuelewa Mungu, kumjua Mungu. Ndio maana katika mambo yote, kabla hujafanya kitu chochote, unatakiwa umjue kwanza Mungu.
umjue anavyozungumza, umjue anavyojibu. Yesu alisikia sauti ikasema, wapeni ninyi chakula. Ndivyo tunaenda hata anapomwachia Petro majukumu, anamwambia lisha kondoo zangu, chunga kondoo zangu. Maagizo ambayo anampa Yesu, anampa Petro, alishe kondoo zangu, alishe kondoo. Watu wa Mungu wanahitajika kulishwa kila siku. Maadamu wamezaliwa mara ya pili, maadamu wameokoka, wanakuwa wanahitaji kulishwa chakula kitokacho juu. Wana njaa, uweze ukawaruhusu waende makanisa mengine wakalishwe chakula. Hapo hapo ulipo wape wewe chakula, mchungaji, mtumishi wako. Hapo hapo ulipo wape wewe chakula, na usiwape chakula cha mwilini, kile chakula ambacho wewe unawapa kutoka katika fikra na mawazo yako. Lazima Mungu aseme chakula cha kuwalisha hawa watu. Lazima Mungu akupe chakula cha kuwapa wale watu wale, maana watu ni wa Mungu na chakula kinachuka kutoka juu. Anasema Yesu ya kwamba sio Musa aliyewapa wale mababa jangwani ile mana, bali Baba yangu aliye mbinguni ndio aliwapa mababa mana wale. Mungu siku zote anatupa sisi chakula. Kwa hiyo watu wasile isipokuwa Mungu amewapa chakula. Watu wasile chakula kutokana na mawazo ya mtu, kutokana na fikra za mtu, kutokana na mtu alivyo unamwangalia, bali Mungu amesema nini? Mungu amekupa nini useme na hao watu? Mungu amekupa chakula gani walisha hao watu? Leo unawalisha maharage, kesho maharage? Hapana. Mungu anakupa chakula kila siku cha kuwafaa hawa watu, maana yeye ndiye mchungaji, yeye ndiye anawachunga watu. Kwa hiyo kile unachotaka kula au kupokea kutoka kwa Mungu, lazima usikie kwamba Mungu amesema kwamba wale watu wapewe hicho chakula. Tunaona Petro naye alipewa hayo maagizo, alishe kondoo zake, achunge kondoo zake. Anaposema awachunge kondoo zake, Yesu yeye yupo, lakini mchungaji mwenyewe Petro yeye yupo pale, lakini anayewachunga kondoo wa Mungu sio Petro, ni Mungu mwenyewe. Kwa Zaburi aliposema ya 23 kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, alimaanisha Daudi yeye ndio mchungaji? Hapana, Mungu ndiye anayewapa watu chakula kila siku. Mungu ndiye anayewachunga watu kila siku. Yesu wakati anaondoka alisema, kwa jina lako ulilonipa mimi naliwalinda watu. Kumbe mtu anapowachunga ana jukumu pia ya kuwalinda wale watu anawachunga. Anatakiwa awalinde. Adamu alipewa bustani ailime na kuitunza. Pamoja na kuilima na kuipalilia na kuitunza, pia alikuwa na jukumu la kuilinda bustani. Amekabidhiwa yeye kuilinda na kuitunza. Ndipo hata wachungaji, hata watumishi wa Mungu, watu wale ambao wamewekwa chini yako, una jukumu la kuwalinda, asipotee hata mmoja, hata mmoja asianguke dhambini, hata mmoja asinyakuliwe. Daudi wakati anachunga kondoo na mbuzi, alikuwa anawalinda hata dhidi ya dubu, hata dhidi ya simba, hata dhidi ya wanyama wakali. Daudi alikuwa anawalinda. Mara nyingine alikuwa anawapokonya katika mdomo wa simba, katika mdomo wa dubu anawampokonya. Kwa sababu gani? Ni mchungaji, ana jukumu ya kulilinda kundi pamoja na kulichunga na kulilinda, na jukumu la kulichunga na jukumu pia la kulilinda lile kundi. Ndio maana unakuta anaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, anayechunga ni Mungu. Kwa analilisha kundi ni Mungu. Anasema sitapungukiwa na kitu. Yeye ndo anajua mahali ambapo kuna malisho mazuri awapeleke. Safari hii anasema waende kaskazini, wakati mwingine anasema waende kusini, wakati mwingine mashariki, wakati mwingine magharibi. Mahali kuliko na maji yeye ndo anapajua, mahali kuliko na chemchemu yeye ndo anapajua, mahali palipo na ulinzi yeye ndo anapajua. Kwa hiyo anaposema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu, yeye ndo anatakiwa awalishe watu, awape watu chakula cha kila siku, kama alivyowapa chakula watu wa jangwani. Lile kanisa la jangwani lilikuwa linatoka Kanaani, linatoka Misri kwenda Kanaani, aliwapa chakula. Anamwambia Musa, watu wanalalamika wanahitaji maji. Anasema Musa, kwa nini watu wananung'unika wanahitaji maji? Maji wanayo pale pale. Mungu akatokeza maji. Mwamba ule ule umeukalia, alafu wanadai maji. Kumbe mwamba una maji wasijue. Hapo hapo walipo chakula wanacho, hawajui kwamba wana chakula. Mungu akapuliza upepo ukawaleta kware, wakakusanya wakala, wakachinja wakala nyama walipohitaji nyama. Kila siku asubuhi alikuwa anawadondeshea mana. Lakini anayetupa chakula ni Mungu, anayetulisha sisi ni Mungu, anayetupa sisi chakula chetu cha kila siku. Anasema utupe kila siku mkate wetu wa kila siku. Tumuombe Mungu atupe mkate wetu, chakula cha kila siku atupe Mungu, ili tuwe hai rohoni. Mungu atupe chakula cha kila siku. Kila siku roho inahitaji kula ili ishi. Kila siku roho inahitaji kula ili iwe na nguvu, ili inawili iwe na nguvu. Kwa hiyo tunakula ili tuwe na nguvu za kumtumikia Mungu na za kufanya vitu vya rohoni, nguvu za kufanya za kuamuru vitu vikatokea. Ndio maana tunakula kila siku vya rohoni. Wapeni nyinyi chakula.
Mungu anasema kutoka ndani ya Yesu, wapeni nini chakula. Lile neno lilitoka tu ndani ya Yesu, na Yesu akasema, alipozungumza pale watu walijua Yesu anaongea, kumbe Mungu mwenyewe alikuwa anaongea ndani ya Yesu, kwa sababu Mungu alikuwa anaishi ndani ya Yesu. Yesu alisema, Baba yu ndani yangu. Ukiniona mimi umemwona Baba, nikiongea mimi Baba ameongea. Ina maana lile neno wapeni nini chakula lilitoka juu. Hawakuwa na haja tena ya kutafuta pale ya raundi kwamba chakula wanacho pale. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki kwa neno hili fupi. Shalom shalom.